إقرأ Global Media, sauti ya nuru na amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji wa Iqra Global Media, tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2016, ukumbi wa Wanguti ulishuhudia historia mpya. Baraza la vijana wa Kiislamu la Uvira, CG Uvira, kwa ushirikiano na Baraza la vijana wa Kiislamu mkoa wa Bujumbura, liliandaa kongamano kubwa lililowakutanisha viongozi, wanaharakati na wananchi kutoka nyanja mbalimbali. Shughuli hii imezingatia kuimarisha na kusamini nafasi ya mwanamke Muislamu katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia ambayo inasemekewa kuwa VBG, Violence Basée sur le Genre, ambayo ilikuwa na mada kuu, nafasi ya mwanamke wa Kiislamu ndani ya jamii. Karibu tumsikilize ndugu Samiri ambaye amezungumzia nafasi ya mwanamke wa Kiislamu ndani ya jamii. Kwamba hakuna dini ambayo inampa mwanamke nafasi kubwa katika jamii kama dini ya Kiislamu. Kwa sababu ukichukua kitabu kitakatifu ambacho ni Qur'ani, kuna masala mengi ambayo yanazungumza kuhusu mwanamke na inampatia mwanamke nafasi kubwa zaidi hata kuzidi mwanaume. Ndani ya Qur'ani kuna chapitre nzima ambayo inaitwa tu mwanamke. Inazungumza kwa ajili ya mwanamke, kwa ajili ya haki za mwanamke, kwa ajili ya ndoa ya mwanamke, kwa ajili ya mambo mengi. Kwa hivyo hizo habari ni habari ambazo tulikuwa tunazungumziwa tu, tunazisikia, lakini kiukweli sivyo. Na ndio kwa maana leo tuliamua kuwaita wengine wenzetu vijana wa madini tofauti. Leo tulikuwa na Wakimbangisi, tulikuwa na Waporo, tulikuwa na Wakatoliki na wengine madini tofauti, ili tuende kuwafahamisha ni nini dini ya Uislamu. Bwana Samiri amezidi kuonesha nafasi ya mwanamke wa Kiislamu ndani ya jamii, nafasi ambayo Uislamu umempa, huku bila kusahau akionyesha waalikwa mbalimbali mkiwemo watu wa serikali, watu wa madini, kuwaonesha nafasi ambayo Uislamu umempa mwanamke. Mkutano umeendelea kwa baadhi ya maswali mengi ambayo watu walikuwa wanataka kujua kuhusu Uislamu. Tusikilize baadhi ya maswali ambayo watu walikuwa wakijiuliza. Les comités de jeunes, combien de femmes font partie de ces comités? Niliona siku moja président Issa a publié que balikuwa dans une réunion pale kumeri et la jeunesse musulmane. Mais nikataka beaucoup plus, ilikuwa ni ba garçon tu. Nikajipoza la question, est-ce que hawaki na ba jeune fille? Utamuuliza ndio président wa jeune musulmane. Ndio, c'est la question. Combien de jeunes filles participent au comité de jeunes? Bon, nikirudia kwa yeye kaka pale, sijui kama ni question parce que alituambia nous les femmes, beaucoup plus nous les femmes musulmanes, tunapaswa kuvendre nos capacités auprès des autorités. La question, vous pensez que tous ces gens qui travaillent dans le service étatique, est-ce qu'ils ont ma compétence haute? Bon, selon lui, il a trouvé qu'il y a certaines autorités venues, mais chacun comprend que la femme est anaweza, mais bangaliki na ile matabia ya coutume. Comme la coutume ilisema que mwanamke atabadilia kumafiga tu, ndio bale les autorités, même si moi la femme j'ai des capacités, hawawezi kunikamata, bali nakamata quelqu'un qui n'a pas de capacité. Et donc c'est ça la question de Bovisa, est-ce que tout cela qui œuvre dans les services étatiques na ma capacité plus que nous? Asante. Mafundisho wa kwanza. Samiri. Ya Samiri. Namuuliza, ni kwa nini dini la Waislamu haimupi nafasi binti kufundisha ndani ya msikiti? Na swali langu la pili linasema hivi, ni kwa nini dini la Waislamu nini dini la Waislamu litafanya ili kumpatia binti Muislamu nafasi ya kupanda ngazi za juu? Nini yenye Waislamu wanatarajia kufanya? Asante. Mfanye mariage civil na wanawake zenu ama mwanamke wenu wa kwanza. Swali ya pili, unaweza nitikia ndio ama hapana? Usipofanya ndoa ya kiserikali na mke wako wa kwanza,
unachangia violation ya haki ya mwanamke? Ndio ama hapana? Lakini nakwambia ni ndio, kama mnachangia. Naanza mpatia jibu asikigeuzi. Kiswahili chake kigumu. Swali yangu ya tatu kwako Bwana Samii, kwa nini ndoto ya wanawake wa Kiislamu ni ndogo sana kuliko wanawake wa zingine dini? Sali Frambu mwanamke anakupatia mielezi. Gorumie kwa mtakuja mfie wangu bila tuwami kadri nikola. Hauwezi leba. Kwa nini ndoto ya wadada zetu Waislamu ni ndogo sana? Swali ya ine Bwana Samii, unaweza kutuambia to ya wanawake wa Kiislamu ambao wameunga ndoa ya kiserikali, ndoa ya kisomi kabisa, tena Mfaransa mwenzangu kama vile mimi hapa. Na ya mwisho Bwana Samii, kabla sijamwendea mkufunzi mwenzako, nikupongeze kwa sababu umetupatia masurati na maversi. Kwangu mie kazi yangu ni kuzisoma, ninasomaka sana. Umesema kwamba mpendelei promiscuité ya masex ni kwa avantage ya wadada ama ni desavantage ya wadada? Mkufunzi wa pili Bwana Kulimushi Jumanine Hassan, nimpongeze kwa sababu amesoma sheria kama mimi na namuitisha yale hapa au avoka wa wanawake wa Kiislamu. Niko naona kama vile ni furaha ya mpya Muislamu kwa kuwa mnaanza soma sasa masomo mazuri. Niko wazi, Waislamu kazi zenu ni kuwa tu mekanike, kinga, moto, lakini leo mnaanza kuona mnakuwa wakiriste, mnaanza soma sianze komersiali, hapo na wapongezi. Swali ya kwanza Bwana Kulimushi, uniambie ndoto ya wadada wasomi Waislamu, sababu nikiangalia pale ni vigumu hata kupata lisansi, na kama piko lisansi pale hatoki nyumbani, mtezo kupatia tu. Swali la pili, hata kama ulisamle kujikontreli, mimi nilikuwa naandika femme au foyer, mwanamke wa Kiislamu anabaki nyumbani, ana haki ya kutoka pale nyumbani. Na bila kukumbusha kwamba press wa Dubai, kwa sababu jina lake bana, press wa Dubai amevuta frase ya femme au foyer, akatia frase ya akapana kuna atia architecte de génération. Nakwambia press wa Dubai kama nashukuru tu president yuko naye anabashi pour l'honneur ya mwanamke Muislamu. Inaweza kupendeza watu wote Waislamu wavute ile femme foyer na watie architecte de génération. Swali langu la tatu, wadada wengi hawasomi universite wa Kiislamu. Hiyo inatuma kwamba hawana chance ya kuavanse kupata maposte politiki
poste administratif. Wewe kama vile shehe, nini unaleta kama solution jua hawa wadada wapewe chance ya kukuwa nombe mmoja wao atakuwa ministre ama mkurugenzi mkomine ya Kavimvira ama mkomine ya Kalungu. Swali la hili bwana shehe. Nasema vizuri. Asante. Parmi madefi umesema kwamba kwanza kama mwanamke akiwa nyumbani anatumika na ile inachangia haki za wanawake na violence basée sur les gens ziendelee. Asante. Ndio maana utuambie kazi gani zenye wewe unakuruhusu wewe basi mwanamke tumike tu ajiendeleze kimaisha. Na je, kwanza kwa hivi sawa sawa. Na nakwambia kwamba kuna haki 2 za swali. Asante. Kwa majina naitwa Sumaia Rashid Juma. Ni amirati wa centre ya CGMT Uvira, centre zote. Nilikuwa naombi kwa viongozi wetu wa dini wa Mungu yetu hapo. Roho inaniuma sana kusikia sisi Waislamu watusomaji. Tunasoma nzuri sana wa dini na Kizungu. Nilikuwa naomba siku moja inshallah wape nafasi waone taala yetu inshallah. Mtombe kwenye meri ya Uvira inshallah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hicho ni kipindi ambacho kilikuwa ni cha maswali. Bila kukawia, kabla tujakuletea majibu, hebu fuatilia vipaji mbalimbali vya vijana wa Kiislamu wa Uvira. Je vais vous présenter un petit slam intitulé La fierté d'une femme. C'est pas des crimes. Je fais des slams, je fais le poème en plus, j'arrive. Vous m'avez trop manqué, c'est pourquoi j'ai fait ce petit slam. En islam, on parle des femmes, pas des hommes, parce que les femmes sont nos âmes quand le monde est en flamme. Dans le livre sacré, son nom est une sourate. Un trésor précieux que les hommes et les temps les pirates. Malgré tant de bousiller la responsabilité des prophètes, mais il reste toujours le fruit de la terre et dans la vie et la mort. La première, c'est Khadija, la riche femme dans la ville de Mecca. Elle était sage et polie, mais comme digne, aliyemtii mtume kwa mateso na kila njia. On l'appelle Al-Maria. Al-Maria fi kulli makan. Une femme, c'est la beauté, la fierté, la qualité. Une femme, c'est la fierté. Toi, homme, ne se manquez pas d'écart, c'est elle la fierté de la société. Chers musulmans, chers chrétiens, c'était juste pour les remercier nos mamans, nos sœurs et sœurs qui sont participés aussi. Merci, je m'appelle Ayhan Boukaïla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraza la vijana wa Kiislamu Uvira waliendelea kuonesha talenti ya vijana wa Kiislamu jijini Uvira. Devant vous, j'ai un pronom des Ramazan Gloire Saint-Graï, juste pour vous déclamer un petit poème intitulé La place de la femme dans l'islam. Ô femme, lumière au cœur de la communauté, source de la sagesse, de paix et de la dignité. L'islam t'a honoré dès les premiers temps, te donnant des droits et un ouvrage. Mère attentionnelle, mère éducatrice. Mère éducatrice de demain, tu guides les enfants sur les droits chemins par tes conseils, ton amour et ta patience. Tu bâtis la société dans la bienveillance, tu contribues à l'unité et aussi c'est par le dialogue, le respect et la solidarité. Loin des préjugés et fausses interprétations, l'islam protège ta valeur et tes aspirations. Car devant Allah, l'honneur et la pureté sont les vraies mesures de la dignité.
Par son engagement citoyen et son savoir, elle participe à construire l'espoir soutenant les lois, la justice, et tout fondament de l'autorité de l'État. Ô femme musulmane et l'artiste de changement, ton rôle est précieux et déterminant dans la paix, le développement et l'éducation. Tu portes l'avenir de toute une génération, que nos communautés reconnaissent davantage ta contribution à chaque étape, à chaque âge. Car une société qui te respecte sincèrement bâtit un avenir fort et durable. Par la femme honorée, la famille est unie. Par la famille unie, la société s'épanouit. Par la société s'épanouit, l'État se fortifie. Et la paix durant dans la nation fleurit. Mwanamke katika Uislamu ni mama zetu, mwanamke katika Uislamu ni dada zetu, mwanamke katika Uislamu ni wake zetu. Tuheshimu mwanamke. Je dis et je remercie. Vijana hao wamehakikisha wameonyesha talenti yao na kuaminisha jamii ya kuwa vijana wa Kiislamu wanaweza, na hizo ni poem ambazo walikuwa wakizitoa kwa kuonesha valer na thamani ya mwanamke. Basi tusikie baadhi ya majibu kutoka kwa Sheikh Samir. Na za Samir Balozi Mukubito Leonard, nimefika hapa kama invité wa kawaida kuja kujadiliana pamoja na wandugu zetu wa Conseil Urbain ya Jeunesse Islamique ya Uvira ili kuzungumzia kuhusu nafasi ambayo mwanamke wa Kiislamu anapewa ndani ya kutafuta amani, ndani ya kuishi pamoja na wengine watu ndani ya community. Ni ukweli ya kwamba kufuatana na habari ambazo ziko ndani ya community zetu, ndani ya miji yetu, ukisikia watu wanakuelezea, unaweza ukafikiria ya kwamba wabinti na wamama wa Kiislamu hawana participation yoyote ile ndani ya vivre ensemble, cohesion sociale na restauration ya autorité de l'État kwa hapa Uvira. Lakini kiukweli ni kwamba kazi wanazozifanya wamama na wabinti za Kiislamu ni nyingi sana, na ndio kwa maana tulikuja hapa leo kwa kuencourager zile kazi zipate kuendelea mbele zaidi na kwa kuzidi kuonesha wengine makomunote, kwa sababu dini zote zilikuwa hapa, waendelee na wenyewe pia kujua kama kuna wenzao vijana ambao ni mabinti na wamama wa Kiislamu ambao nao wanapambana usiku kama vile mchana kwa kuleta mchango wao ndani ya ujenzi wa kuishi pamoja na kutafuta amani na kurudisha uwezo wa leta yetu ndani ya mji wa Uvira. Na mambo ambayo yalikuwepo ambayo tulizungumziwa kama watoto na tukaendelea tunayafata aveuglement. Lakini leo kufuatana na dunia gisi ilivyo, kufuatana na sheria ambazo leo kila mtu anakuwa na uwezo wa kuziona na kwa kujua, na kufuatana na masomo ambayo watu wako ndani nasoma leo, watu wako ndani nafunguka macho. Ni kusema tu ya kwamba ile ilikuwa ni kwa sababu watu wengi walikuwa hawajui. Lakini leo watu wako ndani najua à travers ma sensibilisation, à travers modernisation yenye iko kwa leo, habari zote zinakuwa uwazi na zinakuwa rahisi kwa kila mtu kuzipata. Na hiyo inafanya ya kwamba kila mtu ajizindue, kila mtu ajue haki yake ni nini na nini ambayo anaweza kuifanya kwa kuchangia ajili ya jamii yake. Asante sana. Sikiliza ndugu Bwana Samiri Mukubito. Basi ninakualika ungana na ndugu yetu mwanahabari Kashindi Abubakari Kamwanya ambaye anakuletea makala zaidi ya hiyo event ambayo amekuwa akihojiana na kamati husika ama kamati andalizi. Karibu. Kwa majina naitwa Hassan Kabi, nikiwa kiongozi wa baraza la vijana jijini na tarafani Uvira. Na Sheikh Hassan Kabi, tumeshuhudia leo hafla kubwa ambayo ilikuwa ni siku ya kuweza kubadilishana fikra ambayo ilichukua theme ya nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Na siku hii unaweza kutuambia na kutuambia wenye kutufuata ilitembelea nini na ilikuwa kwa lengo gani? Kwa kweli kama jinsi unavyosema, hii ilikuwa ni siku special ambayo kwamba baraza iliandaa kwa muda wa kutosha, na malengo yake makubwa yalikuwa ni katika hali ya kumpa chata mwanamke wa Kiislamu.
baada ya kusikia maneno mengi sana yasiyo ya wale ambao kwamba si Waislamu, wakizungumzia kwamba mwanamke wa Kiislamu hapewi nafasi, mwanamke wa Kiislamu hapewi ruhusa, hana hali ile ya kujimimi au kujimudu katika jamii. Kwa hiyo tukaona kwamba hizi zote ni matatizo ambazo zinakuwa katika jamii, na kama ni matatizo lazima tutafute solution kutokana na haya masemi au maneno ya watu. Na sikio leo tumeshuhudia kwamba kuna dini tofauti na zingine ambazo zilikuwa ziko hapa, hata vitengo vya serikali vinavyopeleka ajenda la wanawake. Kwenu siku hii uwepo wao kwa kwenu imekupatieni nini ama imekufunzeni kitu gani? Kuwepo kwao ni mafanikio yetu makubwa, kwa sababu tulitarajia serikali kutunga mkono katika hili na imekubali kwa kutunga mkono, na vile vile dini tofauti nazo zilikubali kuweza kutunga mkono. Hii inaonesha mafanikio ya tukio la leo yamekwenda vizuri kweli kweli. Na kuhusiana na siku ya leo, unadhani kwamba matokeo ya kikao hiki italeta faida kubwa kwa kuweza kubadilisha akili na mfumo mzima wa maisha ya Waislamu wanawake katika jamii? Allahumma shfa'ana, ili litabadili kwa % kubwa sana mfumo mzima wa mwanamke wa Kiislamu, kwa sababu tumesema kwamba kama mtu ataijua haki yake lazima atajua kuitetea, na kama hatoitetea ile haki ina maana kwamba ameridhika na hali ambayo kwamba ipo. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu ameelewa haki zake, ameelewa jinsi anatakiwa ajipeleke katika jamii, na msaada wake au mchango wake mkubwa sana katika kubadilisha hali mbaya, kuleta amani na kuishi kwa pamoja. Hawa yoyote wameyafahamu, na nina imani ya kwamba tutayatia katika matendo na yataleta tija iliyokuwa nzuri. Na neno la mwisho kwenye kutizama Iqra Global Media, ili mradi nao waweze kufaidika kwa kile ambacho kitakachokuwa kwako kiongozi, kwa maneno ya hikma. Tunashukuru Iqra Global Media kwa kutushiriki. Kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri, na lolote lile ambalo kwamba tuliwaomba walikubali, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri hapa duniani na kesho akhera. Na wale wote ambao kwamba wanatufuata katika hili, tujiunge kwa pamoja, tuungane mkono kwa mkono ili tulibebe hili. Ni jambo likubwa sana kuweza kuleta solution kwa shida ambayo ina miaka miwili mitatu au karne nzima. Kwa kweli si jambo rahisi, lakini kwa muungano wetu tunaweza tukaliletea solution na mambo yakawa mazuri inshallah. Baada ya kumsikiliza kiongozi ama presida wa baraza la vijana, basi mama wa Jar Enfant et Famille, mama Mitila Pongi, amefanikiwa kufunga kikao ama harakati hizo za vijana. Tumsikilize. Kwa hivyo tunasema asante, na tunasema tena asante kwa baba wenyewe wamekumbuka, juu hakuna mama bila baba. Tunashukuru kwa kisi wa baba wameshinikiza, wa baba wamejiangaje kusutenir wa mama na mabinti wa Islamu, ili siku moja tena vitu wafanye kikao cha kupita hiki. Na tunaendelea tena kushukuru wa binti na wa family Musulmani, na tunasema karibu sana kubiro ya Jean. Tunasema karibu kwa vikao vyote tunabaitaka, lakini wa mama Musulmani walikuwa wanakuja zamani, lakini kwa hivi hatuwaonake tena. Tunaweza tukawainvitea wakujaki iko karani, lakini nilisikiaka wanasema no, sasa unaanza omba, unaombaka mkiporo kikatoliki ameruhusu wanamke wa Kiislamu wakuwa naomba. Kwa hiyo kama tunaruhusu na nini muombe. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunasema asante na tunakushukuru. Iqra Global Media, sauti ya nuru na amani, habari na elimu kutoka kona zote za dunia. Tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli. Iqra Media inazungumza kwa